Tujaanza kuzungumzia mchezo wenyewe Jessica, tukasikilize kocha bila kumsahau captain au nahodha wa timu ya taifa. So tunaanza na kocha Miguel Gamondi, alafu atafuata mchezaji ambaye ni nahodha pia Bwana Ali Samata. Tukirudi tunaanza moja kwa moja na mchezo wenyewe. To be tactical discipline is about commitment and I repeat belief, but I think it's a proof that Tanzanian football is growing and now the national team is proving that. But this is part of the game. In the 5 minutes Simon Nsuga was a great opportunity, and the second half Faisal was unbelievable, but what can do is we regret it, but it's part of football. The most important is Morocco created only 2 chances as well. One Masalanga saved, fantastic, and the other the free kick from Hakimi. And we play in front of 80,000 people, and with a referee who Gibson. You know what the time, a lot of easy foul, a lot of even throw in was yellow card. They make a lot of condition to the team. You know, in the first 12 minutes they put yellow card to Baka. It's like looking something prepared. It's not the same. My issues is not the same in the both sides. The same criteria on the both sides. And the players, we spoke about this. When you play against the host country, it's difficult. But we need to keep quiet, our mind cold, and not react, continuous like that. Even the last action, the penalty, I don't know. We watched it? I watched very clear. The arm push Nado, clear. And the thing which is a little bit strange is why in the first goal the corner across the Morocco go to the VAR, and this refused to ask in the VAR, and the VAR don't call the referee as well. Was at least suspicious. Football. Inabidi wa Tanzania waanze kuona jinsi ambavyo kikosi cha timu ya taifa pamoja na wizara, federation na kila mtu anajaribu kutengeneza ubora kwenye kikosi cha timu ya taifa. Na ukiangalia kadri jinsi siku zinavyokwenda, inawezekana kwa macho ya kawaida huwezi kuona, lakini tunasogea polepole. Inawezekana hichi ni kitu ambacho kinawachosha watu wengi, kwa sababu mafanikio yanaonekana polepole. Watu wengi wanatarajia mafanikio ya haraka, naweza kusema hivyo, lakini waendelee kutoa muda. Timu inapanda, na nilitoa rai kusema kwamba ipo siku, naamini mimi kama Mtanzania tutafika wakati tutaanza kuwa na furaha na timu yetu ya taifa ya Tanzania kutokana na matokeo ambayo itakuwa inayapata ndani ya kiwanja. Ni muda wa kusubiria mti uchipue, mti ufike juu, mti uwe strong, ndo ambayo inaweza kuwa inakatisha tamaa, lakini naamini ipo siku. Mchezo umeisha, lakini mashindano sisi tumeyamaliza. Lakini namna ambavyo watu wanazungumza zaidi ni namna ambavyo Taifa Stars imekuwa na performance nzuri kwenye haya mashindano, na hata baada ya mchezo wa leo watu wengi wamepeleka lawama kwa maamuzi ambayo ameamua kwenye dakika 90. Lakini wamezungumzia kuhusiana na muda, kwamba Watanzania wengi wanapenda sana mafanikio ya haraka pasipo kutoa muda. Hiki tu kinachozungumza kwa hivi sasa na tulichokionyesha kwenye mashindano haya ni matunda ya muda. Ni sahihi. Naweza kusema tunasogea, lakini bado hatujafika pale, na kama tumeanza kuona vitu ambavyo watu wengi walikuwa wanavitegemea, maana yake tunaenda vizuri na timu inakuwa katika ubora mzuri. Kwa hiyo ni sahihi kusema hivyo, lakini nina uhakika muda baada ya muda fulani kutakuwa tena hakuna kufikiria kwamba tunaenda kucheza na nani, tutakuwa tunaenda na kushinda mchezo kiwanjani. Ni kauli ya Bwana Ali Samata akimalizia kwa kusema kwamba kuna muda hatutakuwa tunafikiria tunaenda kucheza na nani, bali tunaenda kushinda mchezo. So hiyo ni kauli ambayo ni kama inaonesha Jessica kwamba tuna matumaini sana, lakini kwa mujibu wa kauli ya Bwana Samata, kwa jinsi ambavyo amezungumza Evans, ipo siku Stars itakuwa bora zaidi, kwa sababu amesema ipo siku timu ya Stars ya taifa
kuna namna itakuwa bora zaidi ya hapa, licha kwamba ni mafanikio kufika hatua 16 bora kwenye AFCON, kitu cha kwanza kabisa au kwa mara ya kwanza, lakini swala la msingi, je, kwa jinsi ambavyo unaangalia mchakato wa taifa letu kwenye michuano hii, je, ipo siku tutafika kwenye hizo levels ambazo Samata mwenyewe amezungumza? Inawezekana ipo siku tukafika huko, lakini haiwezi tu kuwa kama hivi kwa kuzungumza. Inabidi watu wafanye kazi kweli. Tunazungumza leo, iangalie Morocco ambao tumetoka kucheza nayo. Wana timu ambayo imeshinda chana hapa. Sio timu ambayo umeenda kuikutana nayo kwenye AFCON. Wana timu imetoka kushinda ubingwa wa mashindano ya Arabu kule. Sio timu iliyokutana nayo AFCON. Tunazungumza wana timu ambayo imetoka kushinda ubingwa wa chini ya miaka 23. Sio timu ambayo wanakuja kukutana nayo AFCON. Kwa hiyo unaona hii generation yote ambayo wao wako nayo, bado wana timu ambayo imecheza AFCON. Ni idadi kubwa sana wachezaji ambao wako nao kwenye taifa la. Watu wote hawakupatikana bahati mbaya. Watu waliwekeza kwanza. Tunazungumza kina Bensegiro wanacheza Monaco, ni watu waliamua kuwekeza. Kuna baadhi ya wachezaji wanacheza kwenye mataifa ya Ulaya, kuna watu wanacheza kwenye ligi yao ya ndani. Hawapati nafasi ya national team kwenye mazingira kama haya. Tukienda kwenye World Cup huwezi kuona wanaapia. Ni kwa sababu wao walikubali kutengeneza misingi ambayo inaweza kutengeneza wachezaji wao bora. Tumekuwa kila siku tunaimba ligi yetu ni ya 5 barani Afrika. Inasadifu kile ambacho tunakiona national team. Angalia Morocco, waangalie Misri, waangalie Algeria, angalie Tunisia, angalia ligi zao na kinachotokea national team. Unaona kabisa kuna huo uwiano. Yaani nazungumza Morocco kwenye ligi yao wanaweza kutengeneza timu ambayo kwenye mashindano ya Afrika wanaweza kuwa mabingwa. Wachezaji wanacheza ligi ya nyumbani. Kwa hiyo inakupa tafsiri kwamba sio jambo rahisi sisi kuwa na timu ambayo tunaweza kukaa tunasema tunaweza kucompete na mtu yote barani Afrika na tukapata matokeo. Inabidi watu wafanye kazi kweli kweli. Uwekezaji kwenye mpira wa vijana, tupunguze mambo ya Kiswahili kwenye mpira wetu. Yaani kuna vitu vingine ambavyo havina maana, sisi tunaviweka tunavipa maana nyakati zingine ambazo inaanza kutugharimu sisi wenyewe. Mimi naamini tukiwekeza kwenye mpira, tukiacha mambo ya kuzungusha vitu, leo tutazungumza hichi ambacho Mbwana anatamani kukiona kinatokea. Umewaza baada ya generation ya kina Mbwana, wakina wanaondoka, wakina Zimbo, wakina Kapombe, wakina Msuva, na wakina nani wengine ambao unaamini wanaweza kukupa hiki kitu kwa miaka mingine 5 mfululizo? Wapo kina Selemani Mwalimu, Kevin John, watakuwa kwenye kiwango hiki. Anthony Mligo. Of course inawezekana, kwa nini siwezekana? Jambo jingine, lakini replacements zipo. Yani ndo nazungumza wanaweza wakawa kwenye kiwango hiki kwa sababu tunajua wachezaji wetu, yani wanakupa leo, kesho haipo. Yani inategemeana pia na mwenendo wa taifa kama taifa. Yani kama timu haifanye vizuri usitarajie kuona wachezaji pia mmoja wanashare. Yani tukizungumza hivi ambavyo Mbwana anatamani kuona. Tunazungumza leo, tuna garantia Selemani Mwalimu anaweza kukupa kitu hiki ndani ya miaka 4. Sasa huwezi ku predict the future, lakini unaangalia current. Nadhani Rich kuna kitu labda umuelewi Evans. So, of course na mimi hatumaanishi kwamba tufike level ya Morocco tonight. Lakini kwa mfano kama Morocco, let's assume kwenye hii AFCON tuseme watatolewa robo finali au nusu finali, wana assurance na enough players kuplan kubeba AFCON ijayo na kuwa taken kama serious contender, kwa sababu kila kitu kwenye mpira wao kina tiki kwenye box sahihi. Sawa, ukiangalia eneo la wachezaji both home and foreign based wanao. Angalia timu ambayo ilifika nafasi ya 3 World Cup ambayo ndio hii inacheza, ambayo pia ndio hii ilitolewa kwenye last AFCON na South Africa kwenye round of 16. Sawa, ukiona kama hii timu ina mapungufu, kuna timu ambayo ina home based players ya Tariq Sektui ambayo imechukua CHAN mwaka huu na FIFA Arab Cup. Sawa, chini ya hao kuna vijana wa under 20 ambao walifika sijui ni robo finali, sijui nusu finali ya World Cup juzi hapa. Walichukua walibeba ubingwa. Yes. Na mind you ambao nilikuwa namaanisha kwamba under 17 ilishia nusu finali nafikiri. Kuna under 23 kwenye Olympics za mwisho kama unakumbuka walishika nafasi ya 4. Sawa, kwenye ile Ufaransa ndio alishika nafasi ya pili, wao wakashika nafasi ya 4 sijui ya 3. Sawa, ni kwa sababu wamewekeza na wana hiyo guarantee. Sasa sisi hatuwezi kuzungumza lugha hiyo kwa sababu kwa mfano kwenye AFCON hii tu, AFCON ijayo inaweza ikaja almost 10 players hawapo. Ni kwa sababu sisi mpira wetu una vitu vingi sana vya kinasibu, yani ambavyo vinaenda
katika mazingira ambayo hata kama ni yale mafanikio lakini huwezi kuyasustain. Sawa. Kwa hiyo kama kweli tunataka mafanikio, cha kwanza kabisa tunatakiwa zile uncomfortable truths kuhusu mpira wetu tuzijadili. Sawa. Moja kati ya hizo uncomfortable truths ni kwamba ligi yetu fine imetusaidia, tuna top players ambao wanashiriki kwa mfano mechi za CAF club competitions, wanapata uzoefu, lakini bado kasi ya player development iko chini sana kwenye mpira wetu wa Tanzania. Reason being tunategemea sana foreign based players wazibebe timu zetu. Sawa. Ukiangalia wachezaji wanaosajiliwa kutoka nje kwenye timu zetu kubwa na wachezaji wanaosajiliwa ndani. Angalia Simba kwa mfano bwana. Sawa. Kuna kijana anaitwa Semfuko kutoka Coast Union. Sawa. Hata nafasi, lakini kuna mchezaji ambaye anatoka nje anakuja anaingia kikosini moja kwa moja. Sawa. Hayo vitu kama hivyo havisaidii timu yako. Sawa. Angalia timu kama Yanga kwa mfano. Sawa. Anakuja mchezaji kutoka nje, walks in moja kwa moja kwenye kikosi. Sawa. You have a player ambaye ni locally based kama Aziz Ndabwile anaibuka, lakini changamoto zilizotokea, angalia jinsi ambavyo kuibuka kwake na kushuka kwake kumekwenda haraka. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo kama tunataka kweli tuwe na team sustainable, lazima kwanza tu limit idadi ya foreigners wanaokuja, tuwavumilie wachezaji wetu mpaka wawe bora. Hata kama hatuingii mara kwa mara kwenye hatua za makundi za michuano ya vilabu, tuwatengeneze na kuwapa uzoefu wachezaji wetu ili tuwape ushindani ule ambao wanaweza wakafaidika, kwa sababu ligi yetu sasa hivi ni moja kati ya ligi ambazo zinazungumzwa barani Afrika na zinazungumzwa kwa sababu ya Simba na Yanga, so it's a good thing hivyo wanavyofanya kwenye michuano ya kimataifa, lakini that comes at a great price ya wachezaji wetu wa ndani, to the extent kwamba unaweza kukuta katika kipindi hiki tulichoko 2026 mpaka mwakani timu zetu zikasaidia sana kudevelop foreign players kuliko wale wa kwetu ambao kama 2027 tunategemea washiriki michuano, lakini pia wawe na quality ya kututoa hatua ya makundi kwenda kwenye hatua nyingine, kwa sababu watu wanasahau tumefika 16 bora this time around. That means kwamba tuna deni la ku-maintain hapa ama kwenda one better kwenye michuano ijayo. Sawa. Okay. Lakini ukiangalia njia ambayo tumepita safari hii inaweza yani hatuna guarantee kwamba kwenye AFCON ijayo tuna uhakika kwamba tutatoka salama kwenye kundi, kwa sababu kama mechi kama ya Uganda ile, who knows next time we won't be lucky mtu akakosa penalty. Kwa hiyo yes, tumefanikiwa kwenye AFCON hii, lakini kama tunataka kufanikiwa zaidi lazima tukubali uncomfortable truths kuhusu mpira wetu. Sasa kwa mfano ukianza mjadala sasa hivi kwamba tulimit wachezaji wa kigeni kwenye Simba na Yanga ili tupate faida kwenye timu yetu ya taifa, unajua nani wa kwanza mtu wa kwanza kukataa hilo? Mashabiki wetu hawa. Yeah, sure. Ni kweli. Yeah, sasa tuende kwenye mchezo Jessica, sasa tuangalie jinsi ambavyo ilikuwa. Yeah, tuangalie mchezo kwa ujumla wake, kuanzia kwenye upangaji wa kikosi, lakini pia namna ambavyo ulikuwa umeenda. Manake dakika 45 za kipindi cha kwanza mchezo ulimalizika pasi kuwa na goli upande wowote, licha ya kwamba kulikuwa na nafasi ambazo zimetengenezwa za kupatikana kwa hayo magoli. Evans, namna ambavyo uliutazama mchezo katika dakika 45 za kipindi cha kwanza, mapungufu yapi ambayo uliyagundua kwa timu zote mbili? Kikubwa ni matumizi ya nafasi kwa upande wa Stars na utimamu mzuri sana wa namna ya kudefend. Unajua kuna nyakati mnaweza mkao mnacheza watu wengi nyuma lakini haiwasaidii chochote. Kama unakumbuka mechi ya Senegal dhidi ya Sudan, wanacheza watu wengi nyuma lakini mwisho wa siku watu wanamfikia goalkeeper, watu wana attempt. Kwa hiyo kwa wengi nyuma sio sababu. Mna defend vipi? Ni nini ambacho mnatakiwa kukifanya? Kama mmekubali kucheza man to man, ionekane ni man to man kweli. Kama mmeamua kucheza ni zone, ionekane mnafanya zone marking. Kwa hiyo mimi na ambacho nimekiona kwenye first half ni hiyo Tanzania kuwanyima uhuru wa Morocco kufanya vitu vyao kwenye njia rahisi ambayo wamezoea kuifanya. Namna ya kumfikia goalkeeper inabidi iwe changamoto kubwa sana. Yaani nyinyi mtapasiana, lakini hatuwezi kuruhusu mfanye kile ambacho nyinyi mnajisikia kufanya. Vinginevyo tunahitaji kuona uwezo wa mchezaji mmoja mmoja ukijaribu kuamua kitu mwisho wa siku kionekane. Lakini ukiangalia namna ambavyo approach ilikuwa, kwangu mimi naamini ilikuwa ni kitu bora sana kwenye upande wetu sisi. Yani sisi changamoto inabaki pale pale Rich, kwenye matumizi ya nafasi. Kabla hujaenda hapo, speaking of defense, ni kwamba
defense ya Baka Mwamnyeto na Dickson Job inaweza ikawa ni moja kati ya defense bora kwenye michuano hii. Yes, kuna magoli tumeruhusu, lakini kila mechi nahisi kama wamekuwa wanafanya kazi kubwa sana kuhakikisha timu haifikiwi. Kwa timu kama Morocco haikupata big chance katika mchezo wa jana, sio kitu chepesi. Lazima tutengeneze lazima tuone kwamba nao pia wamefanya kazi kubwa kiasi gani. Lazima tuheshimu hilo. Ni kwa sababu ya unajua kuna nyakati ambazo ukiwa unacheza na watu ambao mmezoeana, kuna baadhi ya lugha mnaweza kuongea hata kwa kutumia ishara tu, kwamba sasa hivi ni wewe ndo unatakiwa kufanya hiki kitu, sio mimi, kwa sababu haya mazingira pia yanakuwa rahisi kwa sababu wanacheza kwenye club moja, wanapata nafasi ya kufanya mazoezi wote, wanacheza kwenye baadhi ya michezo wao wenyewe, kwa hiyo wanajuana ubora na udhaifu. Kwa mwisho wa siku inawatengenezea balance nzuri kwenye kufanya baadhi ya matukio, kwamba nyakati hii ameenda Job, ni nini natakiwa kufanya, ni sasa hivi ameenda Baka, nini natakiwa kufanya, akitoka Nondo kwenye eneo lake nani anaenda kurecover hilo eneo. Kwa hiyo ilikuwa ni moja kati ya situation ambayo inatutengenezea usalama kwenye eneo la mwisho. Pia ukiangalia eneo la viungo, kuna nyakati tulikuwa hatuhitaji kuwa na huo lazima kukaa na huo mpira, kwa sababu tunajua tukikaa nao tu utapotea kwenye mazingira hatarishi, tuondoe kwenye eneo letu. Mimi naamini moja kati ya vitu ambavyo kwetu vingekuwa ni silaha nyingine, naamini tungekuwa na mtu kama Nado toka first half, kwa sababu unajua kuna nyakati ilikuwa inatokea Naif Agedi alikuwa ikitokea tu amemmark Mwalimu au Msuva, shughuli imeisha, kwa sababu alikuwa anafanya pressing muda wote. Selemani Mwalimu, Msuva alikuwa anabaki juu kwa sababu ana speed. Nani mwingine ambaye anaweza kwenda kucheza hiyo second ball ambayo inadondoka? Mwisho wa siku unakuta Msuva dhidi ya watu wawili, hakuna namna anaweza fanya chochote. So unamaanisha kwamba Msuva jana asingetakiwa aanze mchezo je? Yani sina maana kama Idinado angepata hiyo nafasi, lazima Mwalimu angemsacrifice mmoja, mchezaji mmoja ambaye uoga tunamuona anacheza kila mechi. Naamini angetafuta mtu mwingine. Kwangu mimi Msuva naamini alikuwa anahitajika kuendelea, kwa sababu tunatumia back 3, mabeki watatu na wing back wawili, Mnoga na Zimbwe, viungo hao wawili, si ndio? Sijui watatu walikuwa. Kwa hiyo lazima kuna mchezaji mmoja kati ya Simon ilibidi aondoke. Naamini kwa hiyo inabidi Mwalimu angemtoa Msuva sasa, yani asianze Msuva, acheze Idinado ambaye inawezekana pia kucheza na back 4. Yani ilikuwa inawezekana vizuri tu. Sababu lakini ni approach ambayo Mwalimu anaitumia kwenye michezo miwili sasa hivi, hatua ya makundi mwishoni pale na mechi ya jana, ambazo kwa asilimia kubwa tukio la kweli ni kwamba ni kama imetoa tukisema Evans, who knows kwamba labda angepangwa Idinado kama ambavyo unasema, angekuwa anapeleka mashambulizi lakini angeufungua mchezo pia, yani game ingekuwa open, na inamaanisha kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo vimelimit chance ya Morocco ni sisi kuwekeza 70% mpaka 60% ya mchezo.